Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Katika video ya siku ya leo naenda kukuelekeza malighafi ambazo zinatumika katika utengenezaji wa sabuni ya maji nzito kabisa na yenye manukato mazuri. Kwa hiyo andaa diary yako vizuri, andaa kalamu yako ili basi uweze kuandika vitu vifuatavyo. Awali ya yote nimekuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu kizuri sana kwa mjasiriamali ambaye anapenda kupiga hatua, anapenda kusogea katika mafanikio yake ya ujasiriamali. Kitabu hicho kinapatikana kwa soft copy, kwa hard copy, lakini pia kama unapenda kujifunza zaidi yako madarasa ambayo nimeandaa kupitia WhatsApp ambayo utajifunza hatua kwa hatua mwanzo mpaka mwisho, lakini pia utapata usimamizi zaidi wa kuweza kuzalisha bidhaa zako pamoja na kuzifanyia packaging nzuri kabisa. Malighafi ya kwanza lazima tuwe na Siles au watu wengine pia wanapenda kuita unga roll. Hii hutusaidia zaidi katika kuongeza mapovu katika sabuni yetu, lakini pia huleta ulaini. Lakini malighafi ya pili lazima tuwe na chumvi, na chumvi nzuri ambayo tunapaswa kutumia ni chumvi ya mawe. Na kazi kubwa ya chumvi hutusaidia kusaga Siles au unga roll, lakini pia ikiungana na Siles huleta uzito. Malighafi nyingine lazima tutumie sulfonic acid. Sulfonic acid hutusaidia katika kutakatisha nguo za eneo ambalo tunakusudia kwenda kusafisha kwa kutumia sabuni yetu. Malighafi nyingine lazima tuwe na soda ash. Soda ash light hutusaidia kupunguza makali ya sulfonic acid ili kwamba mtumiaji basi asiweze kuathirika na kemikali. Lakini pia lazima tuwe na CDE, tuwe na CAPB. Hizi hutusaidia, hizi ni kama foam booster ambazo zinatusaidia kuongeza kiasi kikubwa cha mapovu. Lazima pia tuwe na glycerin. Glycerin inatusaidia pale tunapotumia sabuni yetu mikono yetu isiweze kupauka. Lakini pia lazima tuwe na perfume ambayo kazi yake kubwa huleta manukato mazuri katika product yetu ya sabuni. Lakini pia lazima tuwe na rangi ambayo rangi kazi yake kubwa pia hutusaidia kupata muonekano mzuri kabisa kwa ajili ya kuifanya sabuni yetu iweze kuvutia vizuri. Vile vile lazima tuwe na citric acid au wengine wanatumia DMDM, wengine hutumia DMDH. Hizi kwa pamoja ni preservative ambazo kazi yake kubwa hutusaidia kutunza sabuni yetu iweze kukaa muda mrefu pasipo kuharibika. Na hiki ndo kitu pekee ambacho kinatusaidia kupata expire date ya bidhaa yetu iweze kuishi muda mrefu zaidi. Za mfano kama tukitumia citric acid tunahakika kwamba bidhaa yetu inaweza kukaa mwaka mmoja au na zaidi kulingana na ratio ambayo tutaweka au formula ambayo tutakuwa tumetumia. Malighafi ya mwisho kabisa ambayo napenda kuitambulisha ni Alka2 au Nutrasol ambayo kazi yake kubwa pia inatusaidia kupata uzito ambao unatakiwa katika bidhaa yetu ya sabuni. Karibu sana katika ujasiriamali wa kujifunza bidhaa mbalimbali za viwandani. Leo ulikuwa na mimi Mwalimu Almasi. Katika darasa la leo tumeangalia vitu muhimu ambavyo vinahitajika katika utengenezaji wa sabuni ya maji. Ikiwa basi utapenda kujifunza zaidi, unaweza ukanitext WhatsApp kwa ajili ya kupata utaratibu aidha wa kupata nakala yako ya kitabu au utaratibu wa kujiunga na madarasa yetu ya WhatsApp. Vile vile pia ukijifunza kutoka kwetu utapata na usimamizi mzuri wa hatua kwa hatua, namna ya kuzalisha, namna ya kufungasha na namna ambavyo unaweza kuingiza bidhaa zako katika masoko ambayo yanakuzunguka. Asante sana na karibu sana kwenye ujasiriamali.